Aya, watu ya Malava Mirembe. Hivyo, iko sawa. Mbuyamore mwezi. Mbuyamore naende. Kwani mimi ndio Muluya ama nyinyi ndio Wakisii? Mimi naona mnaitikia sauti yangu, naweza fikiria kwamba nyinyi ndio Wakisii. Asanteni sana. Mimi ndio naitwa Silvanus Osoro, mbunge kutoka kule Kisii, constituency inaitwa South Mugirango. Na leo nimefurahia sana kufika hapa. Sana. Kwanza kwa sababu ni kanisa. Mimi sikuwa nije hapa leo, nilikuwa na mchango ingine, lakini nikapigiwa simu nikaambiwa kuna function ingine kwa Malulu Injendi. Ndio maana nimekuja, nimechelewa kidogo. Kwa sababu nilikuwa function ingine, nikasema hapana. Kama ni kwa Injendi, mtu mpole, mtu wa msalaba hapa, mtu aongei maneno mingi, mtu ambaye alikuwa na heshima na kila mtu, lazima nifike hapa leo. Na nimefurahia sana. Na vile natembea kutoka hapo chini nikija hivi, nimeona, nilikuwa nafikiria Malulu Injendi peke yake ndiye alikuwa na hiyo tabia ya upole. Kumbe ni watu wa Malava tu. Yaani watu wa Malava wanafanana wote. Hawana na maneno mingi, hawapigi mtu kelele, hawasumbui mtu, wametulia. Na kama singekuwa na haraka leo, na kama sio kanisa, tungemaliza tu kanisa. Kwa sababu mimi nimeona mko na upole, niwaweke kwa ile uwanja ingine, mketi chini tupange vile tunapanga. Ama nibaki bado nibaki nifanye hiyo maneno? Akina nani wanasema nibaki? Wacha nione Haya, hiyo nimewaahidi. Kabla sijabaki, lazima nizungumze maneno mbili. Ya kwanza, mchango ya kanisa ni directive ya Mungu. Katika kitabu cha Hagai 1:7 inatuambia tupande kwa mlima, tukate miti, tuteremke, tujenge kanisa la Bwana. Na kwa hivyo tunapokuja kujenga kanisa, sitaki watu wengine, kuna watu saa zingine wanasikia vibaya. Tunajua siku hizi waheshimiwa wanapenda tu kujenga kanisa. Sisi tunafuata directive ya Mungu. Na Biblia inatuambia ukipeana unaongezewa, inajaa, inaendelea ikijaa. Na ndio maana tumekuja hapa. Kwa hivyo nilikuwa nauliza Faruk na viongozi wengine, sasa tunaenda kanisa kujenga hapa Malava, ama nyinyi ni wale wa tutachanga alafu murudishe, ama tuongeze mingi? Tuongeze mingi ama murudishe? Kwa hivyo nyinyi mrudishi? Nasikia mnasema, mmoja amesema aturudishi ng'oo. Haya, sawa, nimekubali. Haya, ya pili, kule bungeni tumefanya kazi na mheshimiwa wenu wa zamani ambaye ameaga, Mheshimiwa Malulu Injendi. Hii tamu na ile tamu nyingine mimi nilikuwa na yeye, nilimpata bungeni. Yaani niwaeleze tu kusema ukweli, leo hii ukipata wabunge wakipiga kura, ni nani mbunge ambaye alikuwa mpole, ambaye alikuwa nasukuma kazi ya watu wake, ambaye alikuwa mtu anafanya akosani na mtu? Mimi ni kiongozi wake. Mimi ndio majority whip kule bungeni. Na mimi ni kijana mdogo. Lakini nikieleza Malulu ya kwamba hapa ndio tunaelekea na direction hii, haweki maneno ya umri, aanze kuniambia wewe kijana, wewe nyamaza, umenipata bunge. Alikuwa nasikiza, na ndio maana watu wengi mliona kwa mazishi walikuja kwa wingi. Vile mnaelekea hiyo safari ya kura, mimi ninawaomba namna hii, tupatieni kiongozi ambaye anafanana Malulu Injendi. Tafadhali. Kwa sababu ya maneno mbili. Mheshimiwa Wakoli amesema maneno ya hospitali. Kuna kitu moja Mheshimiwa Wakoli alisahau. Malava constituency katika hii financial year budget iko na shilingi milioni 200 ya last mile power connectivity. Mkichagua mtu ambaye hana akili, hiyo pesa itatoka iende kwingine, ipotee kwingine. Tuko pamoja? 200 million is lying waiting for an MP. Akiingia tu kule ndani, 200 million, 5 million per village. Wanafanya power connectivity na maximization. Mahali kuna transformer na watu wote hawana stima, iwekwe. Kuna milioni 200. Tafadhali, tupatieni mbunge ambaye anajua kusukuma.
Tupatieni mbunge ambaye anajua kusukuma. Tupatieni mbunge ambaye anajua kusukuma. Mutatupatia huyo? Mutatupatia huyo? Nyinyi ndio wenyewe. Hao wabunge ambao wanasimama watakuja kusimama hapa muone. Ni kama hawa watakuwa wanaanika nyanya zao. Hawa ni wauzaji ya nyanya. Muangalie ile nyanya imeiva proper. Nyanya ambayo iko tayari kupikika. Sio ile nyanya ambayo utaweka ungoje siku zingine 4. Ndio uende kupika. Watasimama hapa. Na nyinyi mtakaposimama hapa, mjue ya kwamba wananchi wanapenda mtu anawaongelesha vizuri. Na wakati unawaongelesha vizuri, unaongea vizuri. Na wakati unaongea vizuri, unaongea vizuri. Unaongea vizuri, unaongea vizuri. Unaongea vizuri. Unaongea vizuri. Iko sawa, iko sawa. Iko sawa, iko sawa. Lazima uongee. Kama hutaki kuongea vizuri, tafadhali mahali tunaelekea enda upumzike. Mdomo peke yake hapana. Na leo tutaona baada ya hii yote yule mimi nitabaki na yeye ni nani hapa. Tuongee na wananchi vizuri, ndio direction ielekee kule. Iko sawa, iko sawa. Ya mwisho kabisa. Ya mwisho kabisa sasa niseme ile ya mwisho kabisa. Ya mwisho nasema ni ya national. Mheshimiwa Rais alielekea kule China kutafuta uwekezaji. Mwaka moja ambayo imepita, tuliona TV wakisema, unajua maneno imekuwa mbaya ngumu mpaka investors wanatoka. Mbona investor wazungu wanaenda, wa China wanaenda? Haya, wakaongea mwezi mzima. Last week Mheshimiwa Rais amesign deals na investors wanakuja hapa kuinvest pesa mingi. Wengine 19 billion, wengine 3 billion, wengine 20 billion wanakuja kuinvest. Tena jana niliona kwa TV wakisema, Mheshimiwa Rais ameenda China, mbona anataka wa China wakuje kuinvest, si atafute wa Kenya wainvest. Munataka nini? Hii side unasema investors wameenda. Investors wakiletwa unasema mbona ni wa China, mbona ni wazungu. Unataka nini? Unataka nini? Wacha Rais afanye kazi yake. Tunakubaliana na hiyo? Na nikaona viongozi wengine wakisema, unajua tupangane, tunaambia vijana wajipange, sijui tukuja kufukuza sijui na kina nani. Wakati ulikuwa kiongozi, wewe kiongozi wa Kenya, it is under your watch ya kwamba kulikuwa na betting companies zikapewa licenses betting company 200. Siku hizi vijana wakiamka asubuhi ni hapa chini, watu wamejinyonga, watu wanajiua. Anapata shilingi 200 anaweka kandege, anapata shilingi 500 anaweka kandege, anauza pikipiki anaweka kandege, anauza shamba anaweka kandege. Nasikia kuna kandege kanafanya kakiendana na kila kitu yako, kakienda kakikupeleka hapa chini. It is under your watch that thing was registered. Na ndio maana vijana wengi wako depressed, familia zinaumia, familia zinateseka, wamama wanabaki wajana. Hata siku hizi pia nasikia pia wamama wako na kandege. Anapewa pesa ya kwenda kununua ya chama. Nilisikia kuna treasurer alipewa pesa ya chama akaweka kandege. Wakati ilipotea akajiua. Tafadhali. It is your problem. Sasa tunajaribu kumaliza hiyo depression ambayo iliingia kwa vijana under your watch, under your leadership. Wacha ku-criticize wakati wewe mwenyewe ndio umekosa. Wewe mwenyewe ukiwa uongozini ndio umekosa. Wewe mwenyewe ndio ulifanya registration. Tutabadilisha sheria hiyo, maneno ya betting, tutabadilisha regulation ndio vijana wetu warudi kazi, waache kutegemea hizo vitu kuamka asubuhi mpaka jioni. Kwa hayo mengi na machache, ni akina nani wamesema turudi tena hapa tukija tena? Hebu nione wale wanasema turudi. Mmesema turudi? Tukienda Kisii tuwasalimie? Kwa sababu tunaelekea Kisii. Mtakuja kutusalimia pia? Mtakuja lini? Mtakuja leo? Haya, kwa sababu tunaelekea pia mchango ingine, ningeomba pia mimi nizindikishe viongozi wenzangu na shilingi 1200. Mungu awabariki sana.